Sasa ni miaka 5 imepita tangu kifo cha aliyekuwa rais wa Tanzania hayati John Pombe Magufuli, lakini bado baadhi ya maamuzi yake yanaendelea kukumbukwa na kujadiliwa na wananchi, huku msimamo wake mkubwa ambao umeweza kuacha wengi bila wazi umeweza kutikisa mitandao ya kijamii mpaka sasa. Karibu mtazamaji chini yako bomba kabisa, habari ya Afro Media TV, mahali ambapo unapata habari moto moto kutoka katika dunia. Na kama unataka undani na habari hii, kumbusha tu usisahau subscribe na kubonyeza alama ya kengele hapo chini ili uendelee kupata habari hii kwa undani zaidi. Miaka 5 sasa imepita tangu kifo cha aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Tanzania ni kumaanisha hayati John Pombe Magufuli, lakini bado baadhi ya maamuzi yake yanaendelea kukumbukwa na kujadiliwa na wananchi. Ikiwepo mojawapo ya mambo ambayo hayajasahaulika ni msisitizo wake wa taifa kuhusu umuhimu wa kuwa na akiba kubwa ya dhahabu kama sehemu ya nguvu ya uchumi wa nchi. Hata hivyo, wakati wa uongozi wake, Mheshimiwa Magufuli alisisitiza kuwa Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazozalisha dhahabu kwa kiwango kikubwa barani Afrika, lakini faida yake haikuwa inaonekana kikamilifu kwa wananchi wake. Aidha, kutokana na hali hiyo, aliweza kutoa maagizo kwa Benki of Tanzania kwamba kuweka akiba ya dhahabu sambamba na akiba ya fedha za kigeni. Katika hotuba zake, Magufuli aliwahi kusema wazi kwamba taifa halipaswi kutegemea akiba ya dola pekee, bali pia liwe na akiba ya dhahabu kwa sababu dhahabu ni fedha. Na lengo lake lilikuwa kuimarisha uchumi wa taifa na kulinda thamani ya sarafu ya Tanzania kwa muda mrefu. Hatua hiyo ilikuwa sehemu ya mageuzi makubwa aliyoyafanya katika sekta ya madini. Serikali yake ilianza kupambana na utoroshaji wa madini, kufanya mabadiliko ya sheria za madini na kuongeza udhibiti wa serikali katika rasilimali za taifa. Pia kulikuwa na juhudi za kuhakikisha mapato kutoka madini yanaongeza mchango wake katika uchumi wa nchi. Hata hivyo, leo miaka kadhaa baada ya maelekezo hayo, Tanzania inaendelea kujenga akiba ya dhahabu kama sehemu ya akiba ya taifa. Na takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa dhahabu kwa sehemu muhimu ya akiba ya fedha za kigeni na mchango mkubwa katika uchumi wa nchi, huku sekta ya madini ikiwa na mchango mkubwa katika pato la ujumla la taifa. Kwa upande mwingine, wachambuzi wengi wa masuala ya uchumi na siasa, msisitizo wa Magufuli kulikumbusha taifa kwamba rasilimali za asili inaweza kuwa msingi wa kujitegemea kiuchumi. Hivyo, hata baada ya miaka 5 tangu kifo chake, mjadala kuhusu urithi wa sera zake unaonekana katika maamuzi ya kiuchumi na mjadala ya kisiasa nchini Tanzania. Kwa upande wa wananchi, kumbukumbu ya Magufuli bado inaendelea kujadiliwa kwa mitazamo tofauti. Wapo wanamsifu kwa msimamo wake mkali wa kulinda rasilimali za taifa, huku wengine wakiona kuwa baadhi ya sera zake zilihitaji maboresho zaidi. Lakini bila shaka, suala la dhahabu na rasilimali za madini limebaki kuwa sehemu muhimu ya historia ya uongozi wake. Basi, una mchango gani ndugu mtazamaji kuhusu jambo hili? Na hii Afro Media TV, mahali ambapo mnapata habari moto moto kutoka pande zote za dunia. Usisahau kulike, share na comment hapo chini. Kubwa zaidi, subscribe na alama ya kengele ili uendelee kupata habari zingine moto moto kutoka Afro Media TV.